Kumbuka kusubscribe na kushare. Charlene, naweza kuanza? Yes, unaweza ukaanza. Na jamani, habari za muda huu usiku kwa watu wa China na nyumbani Tanzania, habari za jioni. Kama moderator alivyonitambulisha, naitwa Musa, mwanafunzi. Kwa hiyo nipo hapa leo kwa ajili ya kushare nanyi kile kidogo ambacho nakifahamu kuhusiana na analysis upande wa SPSS, lakini kabla sijaenda kwenye SPSS, ukiangalia kwenye tangazo ambalo tulikuwa tumelituma, niliandika kitu kidogo kusema overview, kwa sababu tunapoenda kwenye data analysis, maana yake lazima tuwe tumepata connection kuanzia mwanzo kabisa wa topic mpaka tunapokuwa tunafika mwisho wa pale tunapoenda kufanya analysis. Sasa kwa kufanya hivyo, maana yake sehemu ya kwanza kabisa nilikuwa napenda kutambulisha kwamba tunapoenda kufanya analysis tunachukulia ile academic document yetu ambayo ni thesis au dissertation, ambayo inakuwa ina structure kama hiyo tunavyokuwa tunaiona, ambayo inakuwa ina part ya abstract, ina part ya chapter ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, lakini inakuwa inategemea na chuo ambacho mhusika yupo. Wengine wanakuwa wana chapter 5, wengine wanakuwa wana chapter 7 na kadhalika. Kwa kufuata structure hii hapa au framework hii hapa, maana yake mada ambayo tunaenda kuizungumzia leo inaangukia katika chapter ya 3, ambayo chapter hii ni methodology. Tukiichambua methodology, inakuwa ina vipengele vyake kadhaa. Kunakuwa na ile paradigm au philosophy, lakini kunakuwa na approach. Katika approach tunakuwa nazo 3. Tuna qualitative approach, maanake wale watu ambao wanafanya study zao kwa njia ya qualitative, yani text. Lakini tuna approach ya pili ambao ni quantitative approach, ambao tunajihusisha zaidi na numbers. Halafu na ya tatu ni mixed method approach, ambao ni muunganiko wa qualitative na quantitative, yani text pamoja na number. Lakini leo tunaenda kujikita kwenye approach moja ambayo ni quantitative. Hii quantitative tukichambua na yenyewe kidogo, tunakutana na design, part ya pili. Baada ya quantitative tunakutana na design, na quantitative ina design nyingi sana, ziko karibu kama 10 hivi. Design zote ziko hapa. Mfano tukizungumzia descriptive research design, au tukizungumzia correlation, experimental, quasi experimental, na hizi zote design zinatumia tools mbalimbali ambazo tuna mojawapo ndo tutaenda kujikita sehemu hiyo. Lakini pia tunapokuwa tunashuka kwenye study zetu, tunakuwa na study area, population, tunakuwa na sampling pamoja na sample. Hizo zote zipo ndani ya hiyo approach moja ambayo tunaijadili leo. Sasa kwenye quantitative, moja kati ya instrument ambayo tunaitumia ni questionnaire katika kukusanya data. Tunatumia questionnaire. Tunapotumia questionnaire, kuna wale ambao wanasambaza questionnaire manually, na kuna wale ambao huwa wanatumia online systems. Sasa wale wanaosambaza questionnaire manually, mara nyingi mwisho wa siku wanapokusanya zile data zao,
kuna koga na data ambayo tunaita missing value. Yaani unawezekana kuna data ambayo haikujazwa, yule mtu aliyekuwa anatiki ile questionnaire hakutiki sawa sawa, kuna mahali aliacha gap, kwa hiyo kuna gap linakuwepo. Sasa wengine uwaga wana cheat kwa kutiki wao wenyewe, lakini wengine huwa wanaenda kuzitransfer data hizo moja kwa moja kwenye Excel au SPSS. Tutakuja kuona mbeleni hapo nini kinaenda kutokea. Tunapoizungumzia questionnaire, katika questionnaire tunakuwa na concept au variable Recording in wengine progress. wanaita. Mfano nikiwa naweza nikatoa mfano mmoja tukasema labda katika motivation ikawa ni moja kati ya variable au concept motivation, au mwingine akazungumzia labda competence ni variable, mwingine akazungumzia performance au chochote kile, hizo ni variables. Katika variable ile variable moja inakuwa inatengenezwa na item, zile sentensi fupi fupi ambazo kwa ujumla wake ukizunganisha ndo zinaenda kutengeneza ile variable moja. Sasa questionnaire nzima inakuwa ni scale, halafu ile variable moja moja ambazo zipo ndani ya questionnaire naziita dimension, na kila dimension ndo itakuwa ina item zake kadhaa, yani specific question au statement, ndo tunapata ile questionnaire nzima ambayo tunaitumia kukusanya taarifa. Tukishazikusanya sasa ndio tunaenda kufanya hiki ambacho tunaenda kukifanya leo. Then watu wanakusanya data, then baada hapo tunaingia kwenye data analysis. Sasa tunapoenda katika data analysis kuna vitu vya kuvizingatia. Kitu kimojawapo cha kuzingatia katika data analysis ni tool ambayo tutaitumia kufanya analysis. Tool au instrument ambazo zinatumika common, mfano Microsoft Excel, lakini pia kuna instrument nyingine mfano Stata, lakini pia kuna instrument nyingine mfano Python, lakini wengine wanatumia R language au software, lakini pia kuna SPSS. Kwa sisi kwa siku ya leo, maana yake tunaenda kuingia katika instrument mojawapo au tool mojawapo ambao ni SPSS. Sasa tunapoenda kwenye SPSS, cha kwanza ambacho tutakifanya ni kupata muonekano mzima wa SPSS upoje, inaonekanaje, then tujue ile picha yake, function gani inapatikana wapi, then baada ya hapo tunaingia deep. Kitu kingine ambacho tunapoenda kufanya data analysis, baada ya kujua tools ambazo tunaenda kuzitumia, tunatakiwa pia tujue data management. Data management. Katika data management, ambapo hapa tupo katika pre-processing phase, kitu kimojawapo ni kufanya data cleaning. Tuangalie ile data set yetu ambayo tunayo. Je, kila kitu kipo kama kilivyotakiwa kuwa? Kama ni majibu ambao watu wameyajibu, yote yapo? Hakuna jibu lililo misi? Kwa tunatakiwa tufanye data cleaning. Cha pili, tunatakiwa tujue missing data. Kama kuna data imemiss,
lazima tujue, je, katika hiyo data set yetu ni taarifa gani imemisi? Tunaijuaje? Tutaenda kufanya practical. Lakini pia kunakuwa na outliers. Maanake hii ni data ambayo yenyewe inakuwa imejitenga, iko tofauti na data zingine. Mfano, kama tunazungumzia motivation, tunajua motivation ipo ambayo ni ya ndani na motivation kutokea nje, yani intrinsic na extrinsic. Sasa zile item zako za intrinsic zikawa zipo eneo moja, lakini kukawa na item moja ambayo imejitenga. Maanake ile item iliyojitenga tunaita outliers. Lakini pia kitu cha tatu, katika data management kuna kitu tunaita data coding. Data coding. Katika data coding mara nyingi tunafanya kwa zile variables ambazo ni categorical variables. Mfano, gender, mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo tunaweza tukasema mwanamke tukampa namba 1, mwanaume tukampa namba 2. Kwa hiyo hii namba 1 na namba 2 haimaanishi kwamba mwanamke yeye ndio wa kwanza na mwanaume ni wa pili. Hapa tuna kodi tu ili tuweze kufanya process, kwa sababu tunapotumia tool ya SPSS kinachofanyika ndani lazima kiwe katika namba, upande wa quantitative, na upande wa qualitative tunadili na text, yani maandishi. Kitu cha 4, katika data management tunafanya data transformation. Maanake tunaposema data transformation, unapotransfer data, maanake unaibadilisha data iliyokuwepo, unatengeneza data mpya ili uweze kuendelea kufanya manipulation ya data zako. Kwa hicho ni kitu ambacho tunatakiwa tukijue, na nimekitolea ufafanuzi ili baadaye tukiwa tunaendelea kule mbele, basi maswali kidogo mengine tuwe tumeshayajibu. Kitu cha 4 ni data quality control. Data quality control. Tumezungumzia questionnaire, tumekusanya taarifa zetu ambayo tunaita data set. Zile taarifa tulizozipata kwenye Excel au kwenye SPSS tunaita data set. Zile data set zile lazima tuangalie quality yake, ule ubora wake upoje. Tunaangaliaje ubora wa data katika quantitative? Tunaangalia kwa kutumia njia mbili kubwa. Tunaangalia kwa kufanya liability, lakini pia tunaangalia kwa kufanya validity. Katika liability ziko za aina tofauti tofauti. Mfano, clone batch alpha, test retest, iterator. Hizi zote ni aina za liability. Lakini most common one ambayo imezoeleka sana ni clone batch alpha. Kwa yenyewe tutaiangalia hii kidogo namna inavyokuwa inafanyika. Hii clone batch alpha ni liability ambayo yenyewe inapima internal consistency. Nilizungumzia variable. Katika variable tunapata ile dimension. Kwenye ile dimension tunakuwa na zile item. Sasa tunataka tuangalie internal consistency, zile item zote zinapima kitu kile kile. Halafu tuna ya nje ambayo ni validity, external consistency. Kwa yenyewe hizo mbili tutaziangalia.
tunapoenda kuangalia katika validity ambayo ni external, hii external maana yake tunaangalia ile questionnaire nzima yenyewe ina quality kiasi gani, ndio katika validity. Na tunapoangalia validity, tunapoipima tunaangalia vitu vitatu au vinne. Kitu cha kwanza tunaangalia kitu tunaita KMO, tutaiona baadaye ipoje. Lakini pia tunakuwa tuna significance, lakini pia tunakuwa na t-square. Baada ya kuviangalia hivi vitatu katika validity, huwa pia tunafanya factor analysis ya zile variable. Lakini ili uweze kufanya factor analysis, maana yake hivi vitu vitatu vya mwanzo vikubali kwanza, yaani KMO iwe imefikia ile ile alama ambayo inahitajika, ambayo KMO inatakiwa greater than 8. Kwa hiyo ikifikia katika hiyo level, maana yake ndio unaweza ukaperform factor analysis. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunatakiwa kuviangalia. Lakini pia katika hii factor analysis, ili pia tuweze kuifanya, tunatakiwa pia sample yake inatakiwa iwe ni kubwa, yaani idadi ya watu waliojaza survey yako au questionnaire yako iwe ni kubwa. Ukiwa na idadi ya watu wachache, maana yake kufanya factor analysis inakuwa haikubaliki. Sasa katika factor analysis imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza tunaita EFA, yani exploratory factor analysis. Lakini kundi la pili tunaita CFA, confirmatory factor analysis. Hii ni kwa ajili ya kuconfirm, na exploratory kwa ajili ya kuexplore kile kitu ambacho kilikuwa hatukifahamu. Kwa lugha nyingine tunasema no prior assumption. Lakini tool ambazo zinatumika ku run EFA na ambayo inatumika ku run CFA ni mbili tofauti. EFA tunairun kwa kutumia SPSS, lakini CFA yenyewe huwa tunairun kwa kutumia Amos, ambayo hiyo sasa siku nyingine tukipata nafasi tutakuja tuizungumzie zaidi. Alright. Then nimezungumzia EFA, ambako hapa tutaenda kuangalia kitu kimoja kinachoitwa factor loading. Factor loading maana yake tunataka tuone zile item zote ambazo zinahusika katika variable fulani, basi zote ziwepo katika ile variable. Mfano, nilisema katika motivation tuna intrinsic na extrinsic. Katika intrinsic maana yake kuna items ambazo zinapima intrinsic. Sasa tunaposema factor loading, maana yake tunataka tuangalie, je, item hizo zote ambazo zinapima intrinsic, je, zipo kwenye intrinsic? Kama item hizo pia zinapima extrinsic, je, zipo kwenye extrinsic? Kama una variable tofauti, mfano labda unazungumzia learning to notice, ni variable, lakini item ni za motivation, maana yake tunajua kabisa hizi kama ni item za motivation haziwezi zikapima learning. Hapo patakuwa pana hizo hapo, maana yake factor loading itakuwa iko tofauti, ya haitaenda kule kwenye learning to notice ambayo ilikuwa ni focus yetu. Lakini baadaye tutaangalia pia terms zingine, mfano eigenvalue, ambao tunaangalia zile variance mbalimbali ambao eigenvalue inatakiwa iwe greater than 1. KMO ambao pia nimeisema, na KMO unapofanya analysis inatakiwa iwe kubwa kuliko
0.7, lakini baadhi ya literature hata 0.6 huwa wana accept. Kwa hiyo utakapokuwa tumetest KMO, maana yake tunataka tuipate ikiwa ni kubwa kuliko 0.7, na hizo Bartlett test ambazo tutakuwa tunaangalia mambo ya p value, lakini kuna terminology zingine mfano kama commonalities ambao na yenyewe tutaiona commonalities, ambao katika commonalities kama kukiwa na item iliyokuwa imelodi na ikawa ina value ya commonalities ambayo ni less than 0.3, mara nyingi tunakuwa tunaondoa ile item. Lakini pia kuna terms zingine mfano rotation, maana yake katika kuzipanga ambao tunaita mfano varimax. Okay, baada ya hapo hivi vingine vitakuwa tunaingia katika mgawanyo sasa ule wa data analysis wenyewe, ambao katika data analysis imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza tunapata descriptive statistics na kundi la pili tunapata inferential statistics. Descriptive kazi yake yenyewe ni kudescribe, kutoa description, ile meaning, maana ya kitu fulani, na description yenyewe imegawanyika au ipo katika makundi tofauti tofauti. Mfano, tunapozungumzia mean au tukazungumzia percentage, tunapozungumzia frequency, hizi zote ni descriptive, rate. Lakini katika inferential zenyewe hizi zipo kwa ajili ya kugeneralize, ina generalize finding, ndo inferential. Katika inferential hapa tunazungumzia mfano mambo ya correlation na regression na vitu vinginevyo, ANOVA, t-test katika mfano huo. Lakini pia tunapoenda kufanya hizi analysis zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna analysis ambayo tunaziita ni basic analysis, mfano kama hizi za descriptive, hizi ni nyepesi. Halafu kuna analysis ambazo ni complex, mfano tunapoenda kufanya structure question modeling. Kwa tuna analysis za aina mbili ambazo ni basic, lakini pia tuna analysis ambazo ni complex. Mfano wa complex tunazungumzia structure equation modeling, lakini pia mfano wa basic tunakuwa tunazungumzia hizi mfano descriptive. Lakini quantitative yenyewe quantitative study imegawanyika. Inaanza na simplest ambayo inakuwa tu iko simple. Kuna zile quantitative ambazo zinafanyika katika simple way, mfano tu unatafuta tu mean na standard deviation, unaendelea kufanya calculation zako tu za kawaida, una complete study yako. Lakini pia zipo ambazo zina direct relationship, yani variable A anamuaffect variable B, hiyo tunaita direct relationship. Alafu kuna zile ambazo kidogo zinakuwa zinaonyesha tu correlation au zinaonyesha moderator, kwamba variable moja ina moderate variable nyingine. Lakini pia kuna variable ambazo ni kama mediator na zinginevyo. Kwa hiyo kadiri siku zinavyokuwa zinaenda tutakuwa tunachambua kidogo kidogo. Siku ya leo tujikite katika kipengele cha descriptive statistics, ambao katika descriptive tunazungumzia mean, tunazungumzia standard deviation, tunazungumzia percentage, tunazungumzia range, tunazungumzia minimum, maximum. Hivyo ndio ambavyo vitu tunavifanya. Sasa hapa nitaitoa hii kupitia hapa, alafu
Pia nitaenda kushare dataset. Nadhani watu wana SPSS